Unawezaje kuhakikisha hatima ulionayo haipotei kwenye maisha yako? Hatima ulionayo inatokea, inadhihirika, inaonekana. How do you guarantee the destiny? How do you guarantee the destiny? Kuna vitu ambavyo ukiwa navyo kwenye maisha yako, you guarantee destiny yako haiwezi kupotea. Cha kwanza, unahitaji agano na Mungu. You need a covenant with God. Unahitaji agano na Mungu. Ukisoma Zaburi ya 89 mstari wa 34, anasema my covenant shall I not break. Agano langu sitalivunja. Watu wanaotawala huku duniani ni watu wanaobeba maagano kwenye maisha yao. Sasa kuna kaujinga fulani kako kwa watu wanaomwamini Mungu wa kanisani. Wao wanafikiri kwamba agano ni kitu kirahisi, kiwango ambacho hawakipi uzito. Hivi unafahamu kwamba kuna watu wanatoa kafara watoto wao? Tunafahamu hicho kitu? Au hamjawahi kusikia? Hamjawahi kusikia hizo story watu wanatoa kafara watoto wao? Mmeshawahi kusikia, si ndio? Mmeshawahi kusikia watu wanatoa kafara sio wanasababisha ajali barabarani? Mmeshawahi kusikia hiyo kitu ili wamwage damu? Kuna watu wanatoa kafara ya ng'ombe, ya mbuzi, si mmeshawahi kusikia hiyo kitu? Wanachofanya ni nini? Wana activate maagano. Sasa sisi agano la kwanza tulionalo ni la damu ya Yesu, kwa sababu mauti yake msalabani, ndio maana tunaita New Testament. Agano jipya. Agano jipya sio vitabu. Agano jipya maana yake ni kwamba zamani tulikuwa tunategemea damu ya kondoo, mbuzi na ng'ombe. Sasa tumekuja na agano jipya la damu ya Yesu ambayo yenyewe haihitaji kuchinjwa mara mbili au mara kwa mara. Ndio agano jipya. Sasa ile ni general covenant. Unahitaji specific covenant between you and God. Mungu hawezi kuinvest kwenye maisha yako kama hana agano na wewe. Sio kama mambo naongea ni yanaeleweka vizuri? Upande wao mnanielewa? Mungu hawezi kuinvest vitu vya maana kwenye maisha yako bila agano. Na shetani ni the same. Ndio maana alivyomchukua Yesu akampeleka juu ya mlima, akamwambia hivi, akamwonyesha milki yote ya dunia, afa akamwambiaje? Ukinisujudia nitakupa mali hizi zote. Alichokuwa anatafuta nini? Agano. Ndio maana kuna watu wanaweza kumsujudia shetani na wakapata mali. Inawezekana. Kwa Mungu anachotafuta cha kwanza, anataka atengeneze agano binafsi na wewe. Ukitafuta watu wote kwenye Biblia unaowajua wewe, tuanze na Abraham, baba yetu wa imani. He had a covenant with God. Alikuwa na agano. Hata akiwa anaongea naye anamwambia, agano langu na wewe sitalivunja, litakuwa pamoja na watoto wako. Watu wakabolonga hapo katikati, twende Nuhu, akatokea. Mungu akafuta kizazi akamweka Nuhu. Nuhu ametoka tu namna hii kwenye safina. Cha kwanza akatoa sacrifice, akaweka agano. Na Mungu akafunga agano, akaweka upinde, akasema sitaangamiza tena dunia. Utakapoona upinde maana yake sitaangamiza tena dunia kwa maji. Agano. Nenda kwa Yakobo. Mungu anamtokea akamwekea agano. Akasema ukinishindia nitakupa sehemu ya 10 ya ulicho nipatia. Hakuna mtu kwenye Biblia ambaye kwa na personal covenant with God. Agano ni nini? Kuna mtu nimehisi kama anajiuliza hilo swali. Agano nini? Agano ni makubaliano. Makubaliano kati ya pande mbili. Ni makubaliano kati ya pande mbili. Yanayoambatana na masharti. Ni makubaliano kati ya pande mbili yanayoambatana na masharti. Hayo makubaliano yanaambatana na masharti.
mbele ya uwepo wa kiroho. Ndio maana agano. Lazima kuwe na spiritual presence. Kwa kuna watu mko hapa, kuna vitu vingine vinavyowatesa. Wazazi waliwahi kuweka maagano juu ya maisha yenu. Takuonyesha kwenye Biblia. Kwa maana yake unapofanya makubaliano, ndio maana ndoa sio contract. Ndoa ni covenant. Kwa nini? Ni makubaliano ya pande mbili mbele ya uwepo wa Mungu. Ndio maana mwezi mkajifungisha ndoa nyewe wenyewe. Sasa tuoane sasa, nakupenda wewe wa kwangu, tutaishi pamoja. Hamna. Lazima kuwe na spiritual presence ambayo iko signified. Na kuna masharti. Kwa nimekuchagua wewe peke yako, utaishi na wewe peke yako. Maana yake ni masharti, unabanwa kwenye ile agano. Kwa unaposema na agano na Mungu, maana yake na makubaliano binafsi na Mungu juu ya hatima yangu kwenye maisha yangu. Usipofika hiyo level, maana yake unaishi kiolela. Na ukiishi kiolela hawezi kufanikiwa sana. Ndio maana ukiangalia hata utajiri, ili Mungu akupe pesa sana, sio ujanja peke yake. Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema, nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako. Hakupi utajiri, ila anakupa nini? Nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake. Usipolijua agano la maisha yako, sawa kuhusu hela. Bwana nipe hela, Bwana nifanikisha. Una agano, kwa sababu kazi ya fedha ni kuja kutimiza nini? Agano. Sasa nitakupa mifano michache. Njia ya kwanza unaweza kuweka agano na Mungu ni kwa sacrifice. Sacrifice. Dhabihu. Dhabihu ni zaidi ya sadaka. Biblia ituambia tuitoe miili yetu iwe sadaka. Inatuambia tuitoe iwe ni nini? Dhabihu. In a very simple terms, dhabihu ni kitu ambacho kinakugharimu sana kukitoa na kinakufanya uwe not comfortable. Yaani mimi leo ukiniambia nitoe mfano labda 500,000, siwezi kuita dhabihu. Ukiniambia toa 1,000,000, siwezi kuita dhabihu. Bado haijani cost, haijanifanya niwe not comfortable. Sasa unapokuwa kanisani, unapokuwa kwenye ibada, kuna tofauti sana ya watu ambao wana agano la kidhabihu na Mungu na watu wa kawaida ambao wanaabudu kawaida kanisani. Hebu kama kuna mtu afungue Zaburi ya sura 50. Fungua kidogo. Hapa naenda taratibu sana, nitaongeza speed baadaye, lakini kuna kitu nataka nikijenge hapa kikusaidia. Zaburi sura 50 mstari wa 5. Nani anaweza kusoma kwa sauti kidogo hapa? Nasoma. Yes. Anasema Zaburi sura 50 mstari wa 5. Nikusanyeni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Achia hapo hapo. Nikusanyeni wacha Mungu wangu. Sio wote. Wale waliofanya agano na mimi kupitia nini? Dhabihu. Mstari wa 6 anasemaje? 6. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Nasikia hapo? Naomba nikutafsirie kidogo maandiko kidogo kabla hatujaenda kwa kasi sana. Anasema hawa watu ambao wamefanya agano na Mungu kwa dhabihu, kitu kinachowasaidia ambacho wengine hawakipati, mbingu huwa inatenda haki kwa ajili yao. Ina maana kuna wengine ambao mbingu haiwafanyii haki. Usisahau mbingu sio kitu. Ndio maana Biblia inasema nyota zilipigana kwa ajili ya Sisera. Ndio maana Biblia inasema aliumba jua litawale mchana, mwezi utawale usiku. Utawala, amjao kusikia watu wanakichacha mwezi? Mwezi mdogo. Kuna watu wanacheka. Mmesha kusikia? Maana yake nini? Wamekuwa programmed kwenye mwezi kuhusiana na hatima zao. Ina maana mimi nikiwa nimelala, kama nina agano na Mungu,
nyota na mwezi vinatakiwa viendelee kufight my battles when I'm asleep. Ndio nasema Sisera nyota zilipigana kwa ajili yake. Kwa nini Yoshua alisimamisha jua? Sio kwa ajili ya mwanga. Sio kwa ajili ya mwanga. Ndio maana Ayubu anasema, kwa nini unalala mpaka asubuhi? Kwa nini usiamke uamrishe jua likae mahali pake ili siku yako iwe njema? Usifikiri unaamka asubuhi, asubuhi wanapiga makelele, usifikiri wanapiga makelele kawaida. Na wanagusa maeneo matatu muhimu. Moja, watagusa maji, kwa sababu kwenye maji kuna utawala. Mbili, watagusa ardhi, kwa sababu ardhi ndio utawala. Tatu, watapiga kelele angani, kwenye falme ya hewa. Alafu umelala unasema Bwana ameniinua, Bwana ananiinua. Mnanielewa watu wa Mungu? Ndio Musa alivyoenda kwa Farao, cha kwanza akaenda kupiga Mungu wake kwenye maji kwanza. Maji yakawa damu. Mungu hakuwa anashughulika na maji, alikuwa anashughulika na Mungu wa Farao. So sacrifice sema nikusanyia watu wangu nilio watakatifu wangu, wacha Mungu wangu ambao nimefanya nao agano. Ina maana kuna aina ya kusanyiko kwenye ulimwengu wa roho ambalo wengine hawaruhusiwi, wanaruhusiwa watu ambao wamefanya agano na Mungu kidhabihu. Na nasema hiyo ikitokea mbingu zinatangaza haki. Maana yake nini? Mahali unapostahili kuingia huwezi kuzuiliwa, kwa sababu mbingu imeshatangaza huyu mtu hapa amekubalika katika ulimwengu wa roho. Ndio mimi nashangaa watu wanafikiri sadaka ni kwa ajili ya wachungaji. Kama hujui subject ya sadaka itakutesa sana kwenye maisha yako. Fungu la 10 mpaka utiwe moyo. Tunatoa kwenye gross net income. You are a foolish Christian. Vyote ya Mungu alivyokupa ni vya kwake. Hata akitaka vyote utamnyang'anya. Ngoja nikwambie kitu. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho anajua akikwambia umrudishia utampa. Hujaelewa nilichosema. Hujaelewa ndicho? Ni hivi. Mungu akamwambia Abraham anataka mfanye mcha Mungu wake afanye naye agano kwa sacrifice. Akamwambia nitolee Isaka. Akamchukua Isaka akamweka madhabahuni. Mungu alivyoona yuko tayari kumtoa Isaka, akamrudishia yule Isaka, akampa na kondoo. Isaka alitafutwa na Ibrahim kwa miaka 25. Mungu akataka kujua, nikikupa Isaka unayemtafuta kwa miaka 25, nikimtaka utanirudishia? Sasa wewe ukanibanganya Mungu. Unapomwambia Mungu, nibariki niwe na milioni 10. Siku amekupa leo usiku, asubuhi akazihitaji, utampa? Kama una uwezo wa kumpa sawa hiyo level ya mafanikio, huwezi kuipata. Yaani kama huwezi kumrudishia Mungu Isaka aliyekupa, sawa. Na Mungu yani huwezi kumdanganya, unaweza mimi nitakupa tu, yeye anaangalia moyo. Akikucheki namna anasema fix hapa, napigwa fix hapa. Atakupigisha mark time tu, hamna namna. Sema amen. Kwa Mungu anapotaka kukufanya kuwa mkuu katika maisha, anakuelekeza kwenye kutoa sacrifice. Ni njia moja wapo. Ndio maana Mungu alipotaka kuipata dunia, alifanyaje? Alitoa sacrifice ambaye ni Yesu Kristo. Chochote unachokitaka kukipata kwenye maisha yako lazima utoe nini? Sacrifice. Siku moja wakati nafanya kazi kule UN, kuna cheo nikawa nakitaka. Nikaangalia mshahara wa kile cheo, wa ile nafasi. Nikaanza kutoa fungu la 10 sawa sawa na mshahara wa ile nafasi. Haikuchukua muda. Hakuna kitu cha kubahatisha kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mimi nikasema natoa mshahara sawa sawa na ile nafasi ninayotaka. Kwa maneno mengine namwambia Mungu, mimi nimeshaipata, wewe ndio unicheleweshe tu. Sasa wewe unasubiri mpaka eti ubarikiwe. Sacrifice manake it is something that makes you inconvenient. Unakuwa una inconvenient au kitoi kwa raha. Siku moja nikiwa chuo kama nyie hivi, tukao tuna mkutano mmoja unafanyika Diamond Jubilee. Tumeandaa mkutano mkubwa wa vijana, tumekusanya wanafunzi. Hela imepelea. Tumekaa kwenye kamati, hela imepunguka. Tukapiga mahesabu hela iliyopunguka kiasi fulani. Exactly na kiwango ambacho mimi ninacho kwenye account. Yaani haibaki hata change. Roho Mtakatifu akaniambia, hii ndio balance yako nataka uiseto.
Nikasema what? Unajua kwenye area ya hela mtu nahoji mara mbili sana. Lakini hakuna shetani anaweza kuongoza kumtolea Mungu. Yaani katika vitu ambavyo shetani hawezi kuhusika ni kwenye utoaji. Kwa hiyo ukimsikia Mungu kwenye utoaji umemsikia sawa sawa. Na kama kuna eneo unataka ujifunze sauti ya Mungu ni kwenye utoaji. Mwambie Mungu, nifundishe kutoa. Utaisikia mara kwanza mara pili utajua sauti ya Mungu kirahisi sana. Kwa hiyo nikaenda nikatoa. Lakini wakati natoa, Roho Mtakatifu akaniambia niseme maneno kwenye ile sadaka. Akasema kama ambavyo sadaka hii inatumika kukusanya watu kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee, na ndivyo nitakavyokuwa nakusanya watu kwenye maisha yangu. Katoa hela yote kwenye account. Nikaacha pale. Ile sadaka bado inaongea mpaka leo. Na mambo yakitokea namkumbusha Mungu, naambia nilisafa kila kipindi. Sikuwa na hela. Nilikuwa nakula kwa kuunga. Miaka michache iliyopita nilikuwa na gari yangu moja, Nissan moja pato naitumia kwenye kumove around. Siku nimekaa kwenye maombi, kasoma neno fulani hivi, nikaona kwenye maandiko watu wakuu walitoa magari yao. Wakati nasoma Roho Mtakatifu akaniambia unataka kuwa mkuu, toa hiyo gari. Na nayo moja tu hiyo. Na ndio naitumia kwenye safari zangu. Naenda mikoani, naenda wapi? Asubuhi nikasema nenda kutoa wapi? Maka Mungu alivyomwambia Ibrahimu akamtoa Isaka, alimwambia nenda mpaka kwenye mlima nitakao kuonyesha. Manake sadaka utoe popote pale. Na wakati huo mchungaji wangu ananichunga hakuwa na gari. Lakini nilivyoomba Roho Mtakatifu akaniambia kuna mahali nataka upeleke kwenye huduma nyingine na kwa mchungaji mwingine kabisa. Kaenda nikaungana na mchungaji wangu, ambaye Mungu ameniambia 1 2 3 4 nataka nipeleke. Nikachukua lile gari nikalipeleka. Nilipofika wale walipokea, akaambia naomba nikutamkie maneno. Alichokitamka ndicho nilichokuwa nakitafuta kwenye maisha yangu. Nikaliacha. Alichokitamka ndicho nilichokuwa nakitafuta kwenye maisha yangu. Alitamka maneno. Na nayaona kwenye maisha yangu yanatokea. Nini? Sema sacrifice. Sema tena sacrifice. Kwa unaweza ukatengeneza agano na Mungu kupitia sacrifice. Ndio maana kuna wakati mtu alikuwa anataka kumpa Daudi shamba, Arauna. Anataka kumpa bure, akamwambia no. Siwezi nikamtolea Bwana kitu kisicho na thamani. Acha mambo, naomba sadaka nitoe. Au barikiwa na barikiwa aliyokupa sadaka. Naomba sadaka ili naonekana umetoka umeenda kutoa nini? Rafiki yangu. Mungu anajua address. Anajua imetokea wapi, anaweza kutrace. Kuzungumza forensic ndio mtaalamu. Kwa kama unataka Mungu atembee na wewe, awe na agano na wewe, unaweka nini? Sacrifice. Dhabihu. Na kadiri unavyopanda juu, kiwango chako cha dhabihu Mungu atakuwa na kidemandi zaidi. Kuna wakati nilikuwa na kiwanja kimoja pale Dar es Salaam. Kando tena nimeanza maisha tu, nimekipanga. Naenda nikamwonyesha mke wangu hapa ndo tutajenga na nini. Siku hiyo Mungu ananiambia hiki kiwanja sio cha kwako, cha mtu fulani. Na mimi tu anafanya kazi, alikuwa ananisaidia kazi. Kaniambia mpatie kiwanja hicho. Unajua usiseme tu Mungu, sema na mimi. Bwana sema nami. Uko tayari? Kwa sababu kinachofanikisha maisha yako sio sauti ya Mungu. Kinachofanikisha maisha yako ni utii wa sauti ya Mungu. Asa mkitii ndio mtakula mema ya nini? Ya nchi. Sio mkisikia. Mkisikia na kutii ndio mnakula mema ya nchi. Kama mnaelewa, kujipigie makofi kidogo. Njia ya pili ambayo unaweza kuweka covenant na Mungu huwa inakuwa ni kupitia lifestyle. Kupitia namna unavyoishi. Kwenye Biblia kuna watu wanaitwa Nazarite. Nazarite ni wateule wa Mungu waliojitenga kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye maeneo ya husika walioitiwa. Sasa Nazarite sio lazima uwe mchungaji. Hata wewe unaweza ukawa
IT, unaweza ukawa mtaalamu sio wa kilimo, unaweza ukawa mtaalamu wa mazingira, lakini you are a Nazarite of God. You are chosen by God. Na unaishi maisha yako tofauti na watu wengine kwa sababu wewe umeteuliwa au umejitenga kwa ajili ya kuishi hivyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Wa kwanza unaweza kumwona anaitwa Samson. Ukiangalia kwenye Judges, Waamuzi sura 13 mstari wa 4 mpaka wa 5, inazungumza juu ya Samson. Mungu anamtokea Manoa ambao ni wazazi wa Samson, anaambia mtazaa mtoto na huyo mtoto atakuwa ni Mnazarite. Amewekwa wakfu, hata nyoa nywele. Kwa kuna watu wanafuga rasta kama fashion, lakini yeye alikuwa ameambiwa asinyoe kwa sababu ni covenant anayo. Ndio maana ukianza ya maisha kwamba sio kitu fulani dhambi sio dhambi, kitu fulani dhambi sio dhambi, huu ni uchango wa kiroho. Kwa sababu kuna kitu ambacho kwa mwingine sio dhambi, lakini wewe kwa agano lako na Mungu ni dhambi. Kwa sababu Biblia inasemaje? Ukijua kitu chema cha kufanya na usipokifanya kwako wewe, hiyo imekuwa ni dhambi. Kwa Mungu akisema na wewe akakwambia amka saa 10 uanze kuomba, ukasema watoto wamelala bwana nitaomba kesho, tatizo ni kwako. Mwingine anakula analala, Mungu anaweza kuambia funga. Unafunga na watu wengine. Kule kanisani huwa tunafaga mifungo ya siku labda 21, siku 30. Kuna wakati unakuta umefunga umemaliza kabisa, umesherehekea siku ya Jumapili, tumemaliza mfungo. Mungu anakuambia wewe unaendelea. Acha kusherehekea sana. Wewe unafanya nini? Unaendelea. Sasa mbona kanisa tumemaliza? No, Mungu adili na cooperative, anadili na mtu anayetaka kumuinua. Kwa hiyo unatakiwa ujue. Ndio maana Samson, kilichofanya Samson apoteze nguvu sio Delila. Delila alitumika kama chambo. Kilichomfanya Samson apoteze nguvu ni kupoteza agano lake na Mungu lililohusiana na nywele. As simple as that. Ndicho kilichopoteza Samson. Ni nywele. Kwa sababu agano la Mungu tangu kabla hajazaliwa Mungu alisema asinyoe. Awe Rastafari. Na wazazi wake wakamwambia wasinywe mvinyo. Anasema hivi kunywa waini kidogo tu bila kulewa ni sawa au sio sawa? Kaambia utoto huo. Kesho utaniuliza kuvuta sigara bila kupeleka moshi ndani, kutoa ni sawa au sio sawa? Si ndio unakoelekea? Kuvuta moshi ndani unapuliza tu nje. Hayo maswali unauliza. Tafsiri yake kwamba ujielewi wewe. Mtu ambaye ana agano na Mungu, lifestyle yake mbona haijaandikwa? Wapi imeandikwa eti dhambi? Wapi imeandikwa kutukana dhambi? Wapi si imeandikwa kitu fulani dhambi? Ukimsikia mtu anaongea maneno unajua juu ya agano lake na Mungu. Sema amen. Muangalie Yohana Mbatizaji, John the Baptist. Luka 1 sura 14 mpaka 15. Mungu anamtokea Zekaria hekaluni kwenye zamu yake, anamwambia kwamba utazaa mtoto. Anampa masharti. Anaambia huyu mtoto hatakuwa kawaida. Ana agano na mimi. Kwa ndio maana unaona maisha ya Yohana Mbatizaji, maisha yake ya kimaagano hayakuwa yanamtaka kuvaa vizuri. Anavaa ngozi ya ngamia. Hali vizuri, anakula asali na nini? Nzige. Hali vizuri. Kwa nini? Agano. Kwa nini unajua kusikia tajiri mzuri lakini havagi viatu au analaga kwenye mkeka? Siwe kwa na mtu ananiomba ushauri, ameingia kwenye hayo mambo sasa, mimi nataka kutoka. Naambia kwani uliambiwaje? Sasa mimi unaponiona hapa sijawahi kulalia godoro miaka 3. Na anaendesha gari zuri, ana hela. Nini? Agano, lifestyle. Hauna kukuta mtu ana hela lakini anavaa ovyo ovyo tu. Hamjui kuona? Usifikirie anapenda. Watu wamepewa maagano, wamepewa masharti. Lifestyle. Kwa Yohana akaambiwa wewe utakaa huko jangwani, utakula nzige, utakula asali. Na ndio maana siku Yohana Mbatizaji amejichanganya, amekuja mjini, watu wakala kichwa. Yohana hakukatwa kichwa jangwani, alikata kichwa mjini. Kwa sababu agano lake lilikuwa linamtaka akae huko kwa mapolini. Na hata yeye mwenyewe alisema, wewe ni nani? Ni sauti ya mtu aliaye nyikani, sio sauti ya mtu aliaye mjini. Ukija mjini, wewe ni halali yetu.
Kwa agano lako na Mungu lina define ukae wapi, ufanye nini, uwe wapi, uambatane na nani. Lina kudefine. Ndio maana sio kila mtu unaweza kuambatana naye unapojua kwamba una agano na Mungu. Tuko vizuri watu wa Mungu? Muangalie Samueli. Alikuwa na agano na Mungu. Katoto kadogo kamepata tu, akaja Samueli akucheza hata michezo ya watoto na wenzake. Wenzake wanacheza huko Kombolela, si Rede, si vitu gani? Wapi? Yeye mdogo anatolewa, anaenda kupelekwa hekaluni. Na sio tu hekaluni, anaenda kuwekwa pembeni ya sanduku la agano. Lakini angalia kilichotokea. Samueli akawa mmoja wa maprofeti wakubwa duniani. Kwa nini? Lifestyle ya agano lake lilimtengeneza kuwa mtu mkuu kwenye maisha yake. Wewe ukishishi kiolela unasema eti kila mtu ndo alivyo chuoni. Kila mtu mbona anafanya chuoni? Kila mtu mbona yuko hivi chuoni? Unajipoteza. Watu wakuu uwaga waishi sawa na watu wengine. Watu wakuu wana lifestyle ambao ni ya kiagano. Kama unanielewa sema amen. Ina maana kuna ukisikia neno la namna hii, ina maana Mungu kuna watu anawatafuta hapa. Kuna namna unatakiwa uadjust kidogo maisha yako ili uanze kuishi kama mtu wa agano. Ukiangalia maisha ya Yesu, hakuwa anaishi kawaida. Asubuhi ameenda, amehubiri, amefundisha mfano, usiku huyo ameenda mlimani. Anaomba, amemaliza, amerudi. Ameomba, amaliza, amerudi. Yaani maisha yako ukiangalia unaona kama vile haeleweki, lakini kumbe ndo anatengenezwa kuwa mkuu hivyo kwa lifestyle. Kwa hiyo ukidhania kwamba utaratibu wa maisha ni wa kawaida tu, kwamba nitatoka hapa, nitapanga nitafika hapa, nitapanga nitafika hapa, mipango peke yake haitoshelezi. Unahitaji kuwa na personal covenant with God. Kuna mtu ananielewa vizuri hapa? Mungu anatafuta watu wakuu. Na kwa taarifa yako, unisikize vizuri na unielewe vizuri sana. Tanzania sasa hivi, kizazi chenu hichi mlicho na umri wenu mlioko, Mungu anaanza kuinua watu wengine. Miaka 10 iliyopita nilikuwa nazungumza na baadhi ya watumishi wa Mungu. Kumbuka niliongea na Fred Msungu, niliongea na Dr. Ipiana, watumishi vijana wakati huo. Nikawa nawaambia kuna phase out inafanyika kwenye kila field kwenye nchi. From politics, pastors, singers wanaondoka. Alafu kuna new generation Mungu anaanza kuinua. So kaeni mkao unaofanana na watu wa kuinuliwa. Na mimi ninakuwa na sehemu yangu, wakati naongea nao nikawaambia na sehemu yangu ninakuja kudominate. Give me 2-3 years utaona tu. Nitakuja kudominate. Kwa Mungu sasa hivi anatafuta watu. Mungu anasema anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Mtu huyu mmoja. Sasa uwezi ukaishi kiolela alafu ukategemea Mungu akutumie. Lazima uwe na standards ambazo Mungu anaweza kuziruhusu. Ni hivi, Biblia inasema Mungu hana upendeleo. Unajua maana hiyo sentence? Maana yake hivi, akitaka akuinue wewe, aniache mimi, lazima uwe na vigezo vya kuinuliwa ili asionekane amekupendelea. Ina maana akimuinua mtu yote, kusiwe na mtu atakayemlaumu Mungu akasema Mungu mbona unampendelea sana huyu. Kila mtu aseme huyu kwa maisha yake, kwa staili yake alikuwa anastahili kuinuliwa. Hapo ndio Mungu anakuwa na nini? Upendeleo. Maana akikuinua wewe bila vigezo amekupendelea. Kuna tofauti ya favor na favoritism. Ni tofauti. Kwa Mungu hawezi kupendelea, anakupa kile unachostahili. Jitofautisha. Kuna mtu ananielewa? Kama unanielewa ujipigie makofi.